Watoto wadogo wazuri, hamjambo? Hamjambo tena. Leo nawasimulia hadithi ya Zawadi na Mwema. Kaange ili usikilize hadithi nzuri. Paliondokea Janjagaa akajenga nyumba kakaa. Mwanangu mwana siti, vijana kama jikichi na vilango vya kupitia. Zamani za kale katika kijiji kidogo cha Mwangaza waliishi watoto wawili wa familia ya Kenga, Zawadi na kaka yake Mwema. Zawadi alikuwa msichana mwerevu, mchangamfu na mwenye shauku kubwa ya kujifunza. Mwema akiwa mkubwa kwa miaka miwili zaidi ya Zawadi, hakuwa amepata fursa nzuri ya kwenda shule kutokana na majukumu ya nyumbani na kazi ya kumsaidia baba yao shambani. Zawadi kwa bahati nzuri alihudhuria shule ya msingi ya Lenga Juu. Alijifunza kusoma, kuandika na kufanya hesabu. Kila siku aliporudi nyumbani alisimulia hadithi za kuvutia kuhusu alichojifunza. Mwema alisikiliza kwa makini wala si kwa maskini, lakini moyoni alihisi huzuni kwa sababu hakuweza kusoma wala kuandika kama dada yake mdogo. Siku moja jioni walipokuwa wamekaa chini ya mti mkubwa wa mwembe, Zawadi alimwangalia kaka yake na kusema kwa upole, "Kaka Mwema, ningependa nikufundishe kusoma na kuandika. Najua unaweza kujifunza kwa haraka." Mwema alitabasamu kwa aibu, akakuna kichwa kisha akasema, "Lakini mimi ni mkubwa sasa, si rahisi kujifunza tena." Zawadi alitikisa kichwa na kusema kwa masikitiko, "Hakuna aliye mkubwa sana kujifunza. Elimu haina mwisho." Kuanzia siku hiyo, kila jioni baada ya kazi za shamba, Zawadi na Mwema walikutana chini ya ule mwembe. Zawadi alileta daftari lake la ziada, kalamu na vitabu vya darasa lake. Alimfundisha Mwema kusoma alfabeti, kuandika majina na kutamka maneno. Mwema alikuwa mwanafunzi mwenye bidii na alifurahi sana kila alipofanikiwa kusoma neno jipya. Miezi ilivyopita, Mwema alianza kusoma maneno rahisi peke yake. Alianza kuandika jina lake, kisha jina la mama yao na hata kujaza fomu ndogo za kijiji. Alikuwa na furaha isiyoelezeka. Siku moja alimwambia Zawadi, "Dada yangu mpendwa, umenifungua macho. Sasa naweza kuelewa maandishi." "Umenipa zawadi kubwa sana." Zawadi alitabasamu na kusema, "Niliamua kukupa zawadi ya elimu kaka yangu, kwa sababu najua unaweza kuwa mtu bora zaidi." Miaka miwili baadaye, Mwema alianza kufanya kazi katika ofisi ndogo ya serikali ya kijiji kama msaidizi wa karani. Alitumia ujuzi wake wa kusoma na kuandika kusaidia watu wa kijiji kuandika barua, kujaza fomu na kusoma matangazo ya serikali. Alijulikana kwa usaidizi wake na tabasamu lake la daima. Alipata heshima kubwa kijijini. Siku moja Zawadi alipougua na kulazimika kulazwa hospitalini mjini, Mwema alisimama imara kumtunza. Alimpeleka hospitali kwa kutumia pikipiki yake mpya. Alihakikisha dawa zote alizopaswa kunywa zimelipiwa na alikaa naye hospitalini hadi alipopona. Wakati walipokuwa wamerudi nyumbani, Mwema alimkumbatia dada yake na kusema, "Leo hii ningeweza kukusaidia kwa sababu ulinifundisha mambo ya msingi maishani.
Elimu ulionipa ilinipa uwezo wa kuwa mtu bora. Asante Zawadi. Zawadi alitabasamu na kusema, ulikuwa tayari kujifunza kaka. Mimi nilikuwa tu mwanga mdogo ulioangazia njia yako. Sasa ni wewe unayeangaza kwa wengine. Kwa pamoja waliendelea kusaidiana, wakianzisha kikundi cha kujifunza kwa watu wazima kijijini, ambapo Mwema aliwafundisha kusoma na kuandika na Zawadi alifundisha hesabu na lugha ya Kiswahili. Walikuwa mfano wa kuigwa katika kijiji cha Mwangaza, mfano wa upendo, kujitolea na nguvu ya elimu kubadilisha maisha. Watoto wazuri, hapo ndipo nimefika mwisho wa usimulizi wa hadithi yangu, na tutakutana katika simulizi zitakazofuata. Simulizi hii naomba tena uisikilize kwa mara 3. Utakuwa ukijifunza Kiswahili kwa ufasaha. Kwaheri.